chote ambacho wewe kinakumkinikia, kinakuepesikia, kifanye. Sasa kuwa mjanja tu, kuna vitu vingine vina thawabu nyingi, ng'ang'ania hivyo. Kama kusoma Qur'an, kama unaweza siku hiyo kuuburuza msahafu wote, tandika Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, unapiga wote. Kwani juzu moja dakika ngapi? Juzu moja shekhe, ndio umechelewa sana. Usomaji wa hadiri dakika 15 na ziko 30. Dakika 15 mara 30 masaa ngapi? Hatujui hesabu. Basi utafanya leo ukienda nyumbani. Tumeelewana? Soma Qur'ani. Utaambiwa umesoma Qur'ani zaidi ya miezi 1000. Miezi 1000 ni sawa sawa na miaka 83. Hapo katikati tena ikikuta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Qur'ani ile itabaki. Nimeeleweka vizuri? Huwezi sema tu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmani pia sawa. Huwezi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Huwezi, ziko nyingi bwana. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata. Sasa wenyewe walikuwa wanafanya vitu vyote siku ile ile, usiku wa Lailatul Qadr, kila siku tangu limeanza kumili, kila siku anakuwa na laki moja yake. Ikifika usiku tu anampa mtu 10,000. Anaambiwa kama ameswadi toa 10,000 ile ndani ya Lailatul Qadr, kaitoa zaidi ya miaka 83, sadaka yake katoa. Kesho anatoa 10 tena. Na hizo basi hata shilingi, tukadimu li anfusikum min khairi. Kwa hiyo mtu anatoa sadaka, anasimama usiku, anasoma Qur'ani, anamswalia Mtume, anaomba msamaha, anakaa itikafu, yani anafanya yote kwa kujua kwamba one day yes, haya atakuja kunisaidia. Shekhi wangu anakuambia medha kutafuna nchepeni. Medha hicho kisegeju hicho. Medha kutafuna, unajua maana yake? Na kupakisa na darasa inaisha hapa. Medha Sheikh Muhammad Ayubu, Mwenyezi Mungu amrehemu, anasema siku moja wale wasafiri wa baharini walitoka wasegeju wakaenda baharini, ukafanya watu wa baharini hapa mpo mle baharini kuna maeneo yanaitwa mafungu, yanaitwa fungu ni nini? Ni milima ile inakuwepo iko baharini, visiwa vidogo kama vile visiwa feki, lakini maji yakijaa havionekani, yakitoka vyenyewe vinajitokeza, huitwa fungu lile. Sisi watu wa pwani tunajua. Sasa wavuvi au watu wasafiri wa baharini wakati mwingine wanakaa baharini miezi 2 hawajakuja bara, wanafanya kazi zao tu huko. Kikidhihiri kile kichungu, upeleka vyombo vyao mpaka pale kisha wakapiga nanga, wakashuka, wakaenda kule, wana ekti kama wako mjini. Umeelewa? Pale kama kupika watapika, kama kufua watafua, kama kupumzika kidogo, mtu anaweka kitu hivi anapiga 4 analala kidogo, manake amemiss ardhi, hajaiona siku nyingi. Tumeelewana? Na kama wengine watukutu wanakuwa na viandimu, mipira yao ucheza pale kidogo. Kuna wengine utoa mabao kabisa, anaiti kama yuko Magomeni, kumbe yuko baharini. Maji hujaa, wakiona maji yanajaa ukimbia. Tumeelewana? Wanarudi katika vyombo vyao, wanaendelea na kazi. Sasa hawa anahadithia Sheikh Muhammad Ayubu, chukua kisa hichi, nimekipokea kwa Sheikh. Walivyofika pale wakafanya mambo mengi, wakafua, wakapumzika na walipika. Baadaye wakaweka chakula katika mkeka, wanakula. Wakati wanakula maji yanaanza kujaa. Sasa hapo inabidi lazima ule faster, ukichelewa ndio mambo yameharibika. Sasa kuna mmoja akawa anakula kwa pozi kama mursalina. Mmoja akamwambia medha kutafuna nchepeni, maji yanajaa hayo. Meza kama unaweza kutafuna, utaenda kutafuna jazini huko, utatapika vyote, afu utatafuna kwa pozi. Kwa hiyo Lailatul Qadri medha. Tumeelewana? Medha katika kitabu kinaitwa Mulhatul I'rab, kitabu cha sarfa hiki
lamiyatul af'ali, lamiyatul habbat wa dharrat ajakarra hamma bihi wa amma zamma sahha malla aizamala wajhani fihi min ahsib ma wa ghirta wa hirtan'im baista ya istaulah ya biswahila wa afridil kasra fima min waritha wa wali warima warihta ma wa fiktahula wa thikta ma wariyal mukhu wiha wa adim kasra li'ainin mudari'in yali fa'ala dhal wawi fa'an aw li'ainan aw ka'ata kadha mudha'afun laziman kahanna tala. Hayo mambo makubwa hayo, mambo makubwa. Mwenyezi Mungu awabariki mashaka zetu, awape vitabu vyao kwa mkono wa kulia. Kuna neno katika kitabu hicho anasema waqad yahwi tafasila man yastahdhiril jumala, waqad yahwi tafasila man yastahdhiril jumala, huwa akapata tafsiri na upambanuzi wa mambo yule ana kawaida ya kuchukua mambo kiujumla jumla, huwa baadaye akapata tafsiri ya kile alichokichukua kwa ujumla jumla. Maana yake ni nini? Kwa mfano, wewe umepata bakti ukaenda Manzese au pale Machinga complex pale, ukakuta pale imepigwa mnada, haya chukua cha kuchukua, tumeelewa ne? Utakupa dakika 5, beba beba beba, baada ya dakika 5 tunafunga. Sasa wewe pale usianze kuchagua, umeelewa kwamba ninatafuta jinzi, kiatu kidogo kidogo, we sagula tu. Ukifika nyumbani ndio unaenda kukwambia kumbe hivi hapa viatu vyote mguu wa kushoto, hii hapa nimechukua sigiria, initoshe nyumbani. Lakini ukifika pale unafanyaje? Lailatul Qadr inakuja, we beba, hakikisha ndani ya Lailatul Qadr unatoa sadaka, unasoma Qur'ani, unasema bismillahirrahmanirrahim, unasema astaghfirullah min kulli dhanbin wa atubu ilai, unajikurubisha, unaenda kuwatembelea yani ule usiku wewe fanya vitu vyote, meza kutafuna